And even as far as I can see it, women might go more for confession than men, not because they are bigger sinners, but because, well, that's the way women are. They like to talk a bit, and when they get into confession, they will first talk about the sins of all the people around them. And then maybe after a while, after 10 minutes, when then finally the confession father says, man, there's a whole queue waiting here outside, then she might come to the real point, so to say. While men, on the other hand, they're normally very brief. The briefest men you'll find, by the way, in Eastern Europe, it becomes like a mathematical exercise. My last confession was 2 months ago, Commandment 4, 3 times, Commandment 5, 2 times, Commandment 6, 6 times, and Commandment 7, 3 times. Wakati huu tunaitwa tufunge na tujime alafu tushare na wengine. Lakini cha muhimu pia tunaitwa kama kanisa, sio tu kufunga chakula siku hizi. Kuna vitu ambavyo tunafanya kama Wakristo ambazo hata ukifunga chakula kujinyima na kutoa hiyo pesa bado inafanya usiwe na harmony na Mungu. Kwa hivyo naitwa kama pengine kama vijana wa siku hizi, tunachukua muda nyingi kwa simu, atukumbuke hata kuomba, kufanya nini. Unaitwa wakati huu jinyime hiyo tu. Mambo ya TikTok, mambo ya Instagram nini, jinyime tu ufikirie ni nini, nani Muumba wangu na ni nini nikifanya nitakuwa naye kwa harmony. Hiki ni kipindi cha muhimu sana. Jumatano ya machivu tumeanza The Catholic Church. Kipindi cha muhimu sana, kipindi cha kujirudia, kipindi cha kutuleta karibu na Mungu. So kama hiki kipindi kinatuhusu sisi sote ambao ni Wakatoliki, tuweze kutubu, tuweze kujileta karibu na Mungu kwa kutubu. The key word ni kutubu, tumweze kumrudia Mwenyezi Mungu. So sisi tunaomba Wakenya wote mahali popote tuko, tutubu, tujiweke karibu na Mungu na tujifanye kuwa sawa na wale ambao wametubu na wako tayari kuchukuliwa kwa Mwenyezi Mungu. Wakati tunafunga ni wakati ambaye tunajaribu kukumbuka wale wasiofahatika. Tunaweza kuwa tunaomba pamoja, tukifunga tunafunga ya kuonyesha tunajiteza kama vile Yesu aliweza kuenda ile safari ya kubeba msalaba. Nasi kama Wakristo ni wakati wetu ambaye tunafuata ile mwenendo Yesu aliweza kufuata. Na hii ndio njia moja ya sisi ambaye tumefunga na sisi Wakristo kuweza kuwa tunasaidiana na kuweza kuomba ndiposa Mwenyezi Mungu aweze kutuonea huruma. Nchi hii yetu kuna watu wengi sana wako na shida ya njaa, shida hata ya kutopata mapato ya kutosha, na hao wote wanahitaji kama niko na hiki na mimi niweze kupeana kidogo kwa mwenzangu, ndiposa tuweze kupepana katika hii maisha.
they